Lord, we lift up the communities affected by floods problems. We ask you to protect lives, provide safety, and give wisdom to leaders and families as they seek solutions. May you supply shelter, food, and instruction for all those in need, and thus insert an opportunity for communities to unite and grow strong in faith. We believe in you, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Our Heavenly Father, we praise you and we adore you. We are very thankful for the partnership which has been going on for a few years ago, more than 10 years ago. We are happy that we still communicate with you with the love of God. We are also praying for our country's election this year. We are electing our president and members of parliament. We are also voting for the councillors in our districts. We hope God will pass us through. We also know what is happening in America. We know the weather episodes which are causing floods all over the United States. But we pray God that all this will end soon and will be living with peace and harmony. We still praise the Lord and pray Him to pass you through the problems of immigration which is occurring in America. I'm sure it will end soon. We also pray God that it will end the weather episodes concerning floods everywhere in the States. And we still know that you haven't received a pastor for your church, but God will give you. We thank you for this communication through the artificial intelligence. We know you are listening to us, and we hope God will bless you and bless us all. Strengthen them in their calling, provide for their families, and fill them with wisdom, humility, and boldness to lead your people faithfully. May you never lack resources, encouragement, or spiritual fire as they serve. Amen. Presence, so that they can continue to praise you and honor you through their deeds and through their for having your pastor. We ask you the blessing for those who are sitting to interview and to the guide for having you pastor. Our children here who are very poor, we ask you a blessing also for those who are able to pray for us, that we may continue living in a peaceful life and a happy life here. We ask you to bless them and to bless us so that we can have good life together here in the world and also in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. And just do it all in English? Yeah. And keep going? Or are you going to interpret as we go? Do I continue with English? Okay. God of life and peace, bless our partners in Christ in Iguangua and Kapolewa. Fill their lives with good people, sufficient material blessings, and endless spiritual blessings. We especially ask that your peace be made real in the country as elections are only 2 months away in October. Allow all people to freely express their political beliefs and then to be able to vote those beliefs, free from violence, intimidation, or fear. May that be true in every country, everywhere, but especially for Tanzania. Lord, in your mercy, hear our prayer. God, a good teacher, Jesus, you always taught all your children about the ways of justice and mercy, grace and truth, and respect for differences that
that create a real community of faith. Today we pray especially for the children of Tanzania. Teach every one of them about these truths. For families where there isn't a lot of money, we ask special help that the costs for expenses would not be so high as to make school impossible for them. Please provide them and help them with everything they need so that every child can go to school and learn about you and everything else that school is for. To be able to read, learn about history and math and science and art and music and language and so much more than that. Lord, in your mercy, hear our prayer. Healer of the sick in every time and place, we ask your healing power to be present in our lives and those of every person who is sick or hurting today. Take away any pain or fear they have. Surround them with love and support so that they never feel alone. And may the doctors and nurses who attend to them be your instruments of health and wholeness. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Those are our prayers. And your behalf. Thank you, Pastor Joe. Thank you, Andrea, for prayer. We are glad to have this session. Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Mwokozi, umetupa nafasi ya kuwepo leo kuishi katika siku hii uliyofanya tushangilie na kufurahi katika siku hii. Baba, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuhimidi. Asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Asante kwa upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa kibali chako jinsi ambavyo uko pamoja nasi, Ee Bwana. Jibarikiwe jina lako na litukuzwe milele kwa sababu ya upendo wako huo katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya baba yule, asante kwa ajili ya mama yule, asante kwa ajili ya kijana yule wa kike na kiume, asante kwa ajili ya mtoto yule. Ee Bwana, neema yako iwe kubwa na fadhili zako ziwe za milele. Jidhihirishe kwa watoto wako Mfalme, jidhihirishe kwa watoto wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Baba, tunajiweka wakfu mikononi mwako, tukikusihi Mungu uendelee kubariki
zetu. Uendelee kubariki wenzi wetu watoto, uendelee kubariki watoto wetu walioko mashuleni, walioko katika familia zao, walioko katikati ya maisha yao na kazi zao. Wabariki Mungu wa mbingu na nchi. Wainue Mungu mwenye nguvu, wainue Mungu mwenye mamlaka na uweza, wainue Mungu mwenye utukufu na heshima, katika jina la Yesu Kristo. Baba mwenye utukufu na heshima, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Asante kwa kibali chako na upendo wako. Katika mwezi wa masomo ya unyumba, tumekuona Mungu ukitutendea, tumekuona Mungu ukitukumbusha mambo mbalimbali, matengenezo mbalimbali, mambo mbalimbali ya kujitathmini, ili Mungu tuweze kufanya vizuri. Baba, tunajua changamoto hazikosekani kwenye nyumba zetu. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, wewe uliye na uwezo wa kutatua changamoto na kuzifanya changamoto kwa fursa, kama ulivyofanya katika harusi ile ya Kana. Tunakusihi Mungu, jidhihirishe Bwana katika nyumba za watoto wako, jidhihirishe Bwana katika familia zao, jidhihirishe Bwana katika mahitaji yao na maombi yao. Yale yote wanaokuomba usiku na mchana, ukaonekana ukiyatenda, ukaonekana ukiyafanya, ukaonekana ukitenda usiku, ukaonekana ukitenda mchana. Amani yako itawale maisha yao. Pale ambapo amani yako imekosekana, pale ambapo watoto wako wamepata changamoto za kupitiliza, hata zikaleta changamoto kwenye afya zao, Yesu jidhihirishe, Yesu onekana katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Weza na mamlaka ni zako na nguvu ni zako, utukufu ni wako, ee Bwana wa majeshi. Yote tumeomba katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu wa masomo ya unyumba wa Kikristo, masomo ya familia, namna ambavyo tumekuwa na mgawanyiko mzuri katika Jumapili zilizopita. Na leo ni kweli kwamba tulikuwa na mgawanyiko, lakini tuliangalia mazingira ya ibada yetu ya siku ya leo. Tukasema tukifanya mgawanyiko muda hautatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mkubali kwamba leo muda hautatosha. Tutumie tu muda mfupi kukumbushana machache. Na Mungu akipenda, wakati ule ukifika, wale ambao wamejiandaa kutoa sadaka ile ya masomo ya unyumba au kutoa sadaka hiyo kwa ajili ya unyumba wa Kristo, endelea kuombea familia yako. Amen. Takapofika muda tutaomba kwa ajili ya familia zetu. Wale wote ambao wamejiandaa, lakini pia na sisi wote tutapata muda wa kuombea familia zetu. Kila mmoja kwa nafasi yake aendelee kusema. Unajua ni kweli kwamba unaombea familia yako, lakini hatujawahi kuomba kwa pamoja. Unaomba peke yako, unaomba na familia kule nyumbani. Lakini sasa tunapoomba kwa pamoja, hata kama unapeleka mahitaji yako, tunaomba lengo moja kwa Mungu kama kanisa, kama usharika, na Mungu anaingilia kati mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alisema wanapokusanyika wawili watatu wakiomba jambo kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya familia zao, mimi nipo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni ujumbe mzito kabisa kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu anasikiliza maombi yetu, hasa pale tunapoungana pamoja kuomba. La sivyo kusingekuwa na haja ya Mungu kutuumba tuwe na uhusiano mbalimbali. Ule uhusiano na maana sana mbele za Mungu tunapopeleka mahitaji yetu na maombi yetu, kama usharika, kama familia ya Mungu. Lakini jambo la msingi ambalo tumekumbushwa katika kipindi hiki ni swala la malezi, hasa malezi ya Kristo kwa watoto wetu. Biblia inasema katika Mithali, mlee mtoto sivyo katika njia mpasani, naye hata yake atakapokuwa. Unajua jinsi ulivyo hivyo na hofu ya Mungu ni kwa sababu ulipata malezi ya Kristo. Jinsi ulivyo hivyo unamhofu Mungu, hata kama wakati mwingine kama binadamu tunakosea, tunaanguka, lakini maana yake unapata nafasi ya kutathmini bado. Watu wasio na malezi hayo ya Kristo ni vigumu kujirudi.
vijana wetu wapate nafasi ya kuja kujifunza neno la mfano mwezi huu ambao tunakuja hapa, vijana wetu wako vijana wetu wengine ambao watafunga shule katika kipindi hiki cha mwezi huu wa 9. Mwezi huu wa 9 vijana wetu watafunga shule. Tunahitaji tupate nafasi ya kukaa nao, kuzungumza nao, kuwasaidia ili wajengeke, kwa sababu nasema samaki mkunja angali akishajikunja, akishakomaa ukimkunja anafanya nini? Anavunjika. Lakini hata hawa ambao wamekomaa bado kwa maombi wanakunjwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bado kwa maombi wanafanya nini? Tunahitaji bado tuendelee kuwaombea. Tunahitaji bado tuendelee kuwainua kwenye maombi. Kuwaombea. Wasiwe mzigo tena kwa familia, bali wawe watu ambao wanasaidia familia. Watu wakipata elimu wasiwe tena mzigo, wao wamejikwamua. Kanisa letu lina malezi kuanzia mtoto analelewa katika misingi ya kanisa, analelewa katika misingi ya kumcha Mungu. Baadaye anakuwa kijana. Kijana anakutana na changamoto mbalimbali za kijamii na maisha mbalimbali yanayomkumba kule shuleni, vyuoni na hata katika jamii. Lakini anayashinda hizo changamoto. Baadaye anakuwa mtu ambaye anajitegemea, ambaye ana familia yake, ambaye anaweza kuulizwa mawazo, anayejitambua, anayeweza kujichanganua na kujipambanua katika jamii iliyo na changamoto mbalimbali. Ukiona hayo yote hayatokei katikati ya watoto wetu na vijana wetu au katikati ya Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mahali tunahitaji na kujitathmini ni jambo la muhimu katika maisha. Ni jambo la kujiangalia kama je, uko sawa sawa? Kila mtu anajiangalia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nawaambia upendo hauonekani katika kuachwa na matatizo ulionayo. Upendo unaonekana katika kutaka uache matatizo ulionayo. Kwa hiyo lazima ukubali kubadilika. Kwa hiyo vile na mimi kama mchungaji wako nikikuoja, nikamuuliza mimi kama mchungaji wako nikikuoja, maana yake nitakuwa nakuchukia tu. Lakini nakuonya kwa sababu nakupenda. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nashukuru Mungu baada ya kuzungumza na maombi alielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni mtu mzuri, anashiriki matukio, lakini pia anaenda ibadani. Unajua kwenye maisha haya ya malezi ya vijana wetu, watoto wetu, na nyumba zetu, na wenzi wetu, nawezekana basi sio vijana, ni mwenzi ndio yuko namna hiyo. Na anahitaji msaada. Kuna wakati tunasema jamii imeharibika. Na tukisema jamii sisi tunasema jamii ni nani? Kwa sababu jamii sisi wote jamani. Wenzetu wameenda mbali zaidi, wamejenga na vituo vya uangalizi kwa ajili ya watu kama hao ambao wameshakuwa addicted. Sober house, si ndio jamani? Hivi sisi hapa Mbaraka tuwezi kujenga sober house? Tunaweza. Nachukua watu kutoka kila kona hapa mbele. Kuna mzee wetu mmoja hivi karibuni juzi tu alilala, alirehemika. Alikuwa ameshakuwa addicted. Unajua addicted ni yule mtu ambaye akiacha kunywa mpaka anafanya nini? Anatetemeka. Yaani hawezi kuishi bila akaugua, pata shida ya maini, akaugua, pata shida, amevimba mwilini. Lakini wenzake
wetu, watoto wetu, vijana wetu. Tunaendelea kuomba kwa ajili ya kanisa kwa ujumla, lione wajibu wa kusaidia jamii ambayo inawezekana kwa namna moja au nyingine tujaweza kusaidia. Tunaenda kuomba. Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako katika mwezi huu wa 8 wa masomo ya unyumba katika dayosisi yetu na kipekee katika usharika wetu. Bwana Yesu, masomo haya yametugusa kipekee katika maisha ya familia, wanandoa, wanafamilia kushikamana katika kumcha Bwana. Ni kweli Bwana, inawezekana kama kanisa hatujaweza kutekeleza wajibu wetu sawasawa, na kusihi kwa Roho wako Mtakatifu utusamehe, unisamehe, utupe nafasi tena ya kuweza kushughulikia changamoto mbalimbali zikawe fursa katika jina la Yesu. Tujalie neema ya kuendelea kuinua familia zetu mbele za madhabahu yako katika jina la Yesu. Hata sadaka hii ya masomo ya familia, masomo ya unyumba, bado tutaanza kutoa leo na kuhitimisha siku ya Jumapili. Bwana, nakusihi utupe neema ya kuziinua familia zetu na kuziombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mmoja ile mbele za Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ukawapiganie, Mungu ukawasaidie wale ambao wamekuwa na mzigo mkubwa kwenye familia zao. Baba, uwasikie. Baba, upokee mahitaji yao, ukiwatendea mema, ukiwasaidia, ukiwapigania, ukiwawezesha katika jina la Yesu. Karibu ndani ya watoto wako, karibu ndani ya maisha yao. Wajalie neema wakapate kujua yaliyo mapenzi yako, wakapate kujua yaliyo mapenzi yako. Wale ambao tunahitajika tuwasaidie watoto katika wimbi na dimbwi mbalimbali. Yesu wasaidie. Juma 354 hapo tuchukue kwa wimbo unaofuata 354. Yesu ndio